watu wanatolewa kwenye Kware, wameuawa, wamekatwa na kufungiwa kwa magunia na kwenda kutupwa kwa Kware. Mnaletewa hekaya za Abunwasi kwamba kuna mtu mmoja, young man mmoja ambaye amekatakata wa mama. Na unajua mama wanawanga wazito. Ati amekata mama mwenye kilo 100, ameweka kwa gunia, akabeba peke yake. Akaenda akatupa kwa Kware. Na hakuna mtu alimuona. Ati mjamaa mmoja ameconfess. Na sasa Wakenya wamekubali kwamba jamaa ndiye kweli really. Uamini kabisa. Asio ndio kwa milioni hekaya kwa hizo story za jamaa. Wameshika mshukiwa kabisa. Hakuna alaje nikwambia there is nothing it can't happen. Wale yule mama wakati alikuwa na wao hata hawezi piga nduru. Alikuwa anamuulia wapi? Where? Na si mama mmoja, ni watu wengi wameuliwa bado wengine wanatolewa kwa ile shimo. Na mnaniambia ni kijana mmoja kama confess kwamba alifanya hivyo. Huyo mtu anakaa barafu huu. Mheshimiwa Gavana, unatofautiana na DCI completely. Hiyo ni laziness ile alishawahi kuona. Hiyo ni laziness. Sasa unataka kuniambia mtu tu mmoja ajitokeza aseme mimi, assuming huyo kijana alikuwa na wengine, anajua wala ambao walikuwa wanafanya, na ajitokeza sasa nilikuwa nafanya peke yangu. Sasa story imeisha. Sasa kuna investigation, police wamecrack hiyo case, everybody should be happy. Hakuna kitu kimefanyika hapo, ni ushenzi mtupu. Total stupidity and nonsense. Kitu kama hiyo, watu wamekufa na kuna rage. Watu wanaenda kwa demonstrate kapiga kelele. Story hiyo kuishia hapo. By now wale maofisa ambao walikuwa hapo waje kutransfer constable angefanya nini? Kuna somebody ambaye alipewa jukumu la kusimamia usalama, life and property ya wakazi wa hiyo sehemu hiyo. Hiyo Kware hiyo. Huyo jamaa lalo ndio job angekuwa ameenda nyumbani. Mnaenda kule kwa county police commander, kwa regional police commander wa Nairobi. Watu watakufaje wakizikwa kwenye shimo pale kwenye chimbo na muna habari. The entire security team, watu wa intelligence wako wapi? Itawezekanaje kwamba mtu mmoja anaoa watu akipeleka kwa shimo? Na hakuna mtu anajua. Tuwezi kuwa ni mtu mmoja. Hapana. Your Excellency, unasema kwamba labda serikali ndio imeua wale watu? So sisi ni hivyo, lakini najua wewe kama uko in charge na watu wanakufa, they have died on your watch. Wewe utakana kuzuia yale mauaji na hujazuia. You take responsibility. You take responsibility. Wajibikaji unaanzia hapo. Ili next time kwa sema wakati watu wanawao usiku na wao labda wewe ni polisi na uko kwa baa unakunywa pombe. Una habari? Itakuwaje kwamba mtu anaweza kuwa watu wengi namna hiyo? Na serikali haina habari. Alafu mnakuja kuleta story kama leo. Unajua story wanaleta hii ni ile ya ease pressure. You won't be surprised kama katika jamaa labda kanunuliwa kaambia kuja sema wale walifanya hivyo. Just to ease pressure. It does not make sense. It is not rational. It is not. Huwa binadamu hata kadogo hivi. Nao ni watu wazima.